Na ungesema jibu mbele ya Mtume, kwa mwanangu mimi ndo alotoa jibu, ungenikosha kweli kweli. Yani anamwinkari kwamba siku nyingine kama unaweza ukajibu mbele ya Mtume, kama kauliza, kama jibu tu. Huyu kwa kuwa alikuwa mtoto, alikuwa anahisi vyengine, lakini baba alimwambia bora ungelisema pale. Lakini kuna kitu hapa tunajifunza. Unajua kuna tabia mbili zinafanana lakini haziko sawa. Kuna kitu kinaitwa alhayau katika Uislamu, na kuna kitu kinaitwa alkhajal. Alkhajal walhaya, hivi ni vitu viwili tofauti lakini vinafanana. Alhaya ni haya, tabia ya mtu kuwa na haya. Alkhajal sio haya, ni tabia ya mtu kuwa na aibu. Sasa haya na aibu ni vitu viwili tofauti. Unajua mara nyingine unakwenda pahala kuona mtoto mdogo kafunika macho yake baada ya kufanya kitu fulani, ile ndio inaitwa khajal, aibu, anaona aibu. Lakini haya ni tofauti. Kwa hiyo haya ni fadila ambazo zinafuatana na adabu na makarimul akhlaq alizojipamba nazo mtu na kijana. Hii ndo tabia ya haya, na hii inahimizwa iwepo, kuona haya. Lakini aibu ni kitu ambacho mtu anaogopa hata kuzungumza mbele ya watu. Ile sio kuona haya, ile ni kuona aibu. Mwanafunzi anaogopa kuzungumza mbele ya wanafunzi wenzake, anaona haya. Hii tunaitafsiri haya, lakini sio haya ambayo tunaikusudia. Kwa hiyo Sayyidina Umar alimfundisha hapa mtoto wake kwamba usione haya katika mambo ya akhlaq na fadhila. Haya ni nyingine na aibu ni nyingine, tunafahamiana. Kwa hiyo khajal ni kitu ambacho kinatokea mtu kukutana na watu, hawezi mtu kuona watu wengi, hawezi mtu, vitu vinatokea. Lakini alhaya min aliman, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, mtu kuwa na tabia ya haya ni katika iman. Na ndio maana yule mtoto alokaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ya Saad as-Sa'idi anasema sallallahu alaihi wasallam, aliletewa kinywaji, utiya an-nabiyyu bisharab, aliletewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kinywaji. Inshallah tutaieleza hadithi hii katika kipindi kijacho biidhnillahi tabaraka wa taala, hadithi ya kinywaji, baada ya mimi nami kupata kinywaji kidogo.